Baba, tunakushukuru kwa upendo wako mkuu na wa ajabu ambao Bwana umepata kutupenda na kutujalia sisi watoto wako. Mfalme mwema, umetupa tena nafasi nyingine katika mchana huu leo ili kwamba tuweze kupata nafasi ya kusikia neno lako. Wewe ndiwe mwalimu mkuu ambaye tunakutegemea katika ibada hii Bwana. Yaliyo makusudi yako makuna ya ajabu yakaonekane. Sema nami Bwana ili nipate kusema na watoto wako. Sitamani kusema yanayotoka kwenye akili yangu, maana hayo hayana uzima. Bali nikisema yale yanayotoka kwako Bwana, hayo yamebeba uzima kwa ajili ya maisha ya watoto wako. Tunaomba Baba ukawe kiongozi mkuu katika ibada hii, ukinitumia vema kusema na watoto wako hawa ambao wameacha mambo yao, wameacha majukumu yao ambao yamkini wangeweza kuyafanya yakawa faida kwao. Lakini Kristo Yesu, wewe umeonekana mfalme, ukiwasaidia na kuwawezesha kufika mahali hapa, kama vile walivyoacha mambo yao na kuja mahali hapa ili kukuabudu wewe, ili kusikia nini unataka kusema nao. Naomba Bwana ukaseme na kila mmoja wetu sawa sawa na vile ambavyo umekusudia, kwa utukufu na mamlaka ya jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Basi naomba upate nafasi yako nzuri kabisa ukae. Wangapi wanakumbuka lile somo? Lilikuwa linasemaje? Sigombane njiani. Si ndio? Haleluya. Yaani msigombane njiani. Kwa ujumla msigombane njiani. Ndio somo letu. Haleluya. Ndio somo letu. Linasema msigombane njiani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jamani, Yesu asifiwe. Amen. Narudia tena, Yesu asifiwe. Amen. Watu ambao wako njiani ni watu ambao wana safari. Amen. Wanaenda mahali. Lakini kwa nini tunakuja na somo hili la msigombane njiani? Kwa nini tunalileta somo hili? Tukiwa kama watoto wa baba mmoja ambaye ni Mungu, tuko njiani tukisafiri kwenda mbinguni. Wakati huo kuna vikwazo mbalimbali vinavyoweza kutusababisha tushindwe kabisa kufika mbinguni. Hivyo hatupasa kujilinda na magomvi ya sisi kwa sisi, kwani magomvi yanaweza kuwa kikwazo au kizuizi cha sisi kuto kufika mbinguni. Safari yetu ni ya kwenda mbinguni. Sisi ni watoto wa baba mmoja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sisi ni watoto wa baba mmoja. Na huyo baba ni nani? Yesu. Haleluya. Ukisema Mungu umepatia, ukisema Yesu umepatia, kwa hiyo vyote hatuvikatai. Amen. Haleluya. Amina. Mwambie jirani yako haikataliwi hiyo. Haleluya. Amen. Baba yetu ni Mungu, baba yetu ni Yesu. Lakini kwa sababu sisi ni watoto wa baba mmoja, inatupasa tujilinde na magomvi. Na si tu kwamba sisi ni watoto wa baba mmoja, ila pia tuko safarini. Kama watoto wa baba mmoja, tuko safarini. Kama watoto wa baba mmoja, tuko safarini. Tukiwa na safari ya kuelekea mbinguni. Haleluya. Haleluya. Na hii safari inatukusanya wote. Waha, Wachaga, Wapare, Wairak, Wamangati, si wanani, yani makabila yote. Wasukuma wote tunakusanywa hapa. Alafu tukishakusanywa mahali pamoja,
wote tunakuwa si watu wa makabila. Tunakuwa ni watoto wa baba mmoja, ambaye huyo baba yetu mmoja ni Mungu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Narudia tena kusema haleluya. Tunakuwa wote watoto wa baba mmoja, na huyo baba ni Mungu. Na kwa sababu hiyo basi inatupasa tusigombane njiani. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 45, andiko letu la msingi liko hapa. Mwanzo 45 mstari 24 inasema. Ndio. Akaagana na ndugu zake. Akaagana na ndugu zake. Wakaenda zao. Naye akawaambia. Msigombane njiani. Msigombane njiani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jamani, Yesu asifiwe. Amina. Ni nani huyu aliyeagana na ndugu zake? Alikuwa ni Yusufu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huyu alikuwa ni Yusufu. Yusufu alikuwa akiagana na ndugu zake, ambaye ndugu zake hao walikuwa ni watoto wa baba yake Yakobo. Hao ndugu zake waliwahi kumuuza. Kwanza waliwahi kumchukia. Wakamchukia Yusufu. Walimchukia Yusufu eti kwa sababu Yusufu alipendwa na baba kuliko wao. Na chanzo na sababu ya Yusufu kupendwa na baba kuliko wao ilikuwa ni kwa kuwa Yusufu alikuwa ni mtoto mwaminifu katika ile familia nzima. Haleluya. Mtoto mwaminifu siku zote hupendwa na wazazi. Siku zote mtoto mwaminifu hupendwa na wazazi. Katika familia yoyote, mtoto yeyote akiwa mwaminifu huwa anapendwa na wazazi. Na wakati mwingine wazazi watampa kipaumbele mtoto yule ambaye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati mwingine wazazi watampa kipaumbele mtoto yule ambaye ni mwaminifu, kama vile Yusufu alivyopendwa na wazazi wake na akapewa kipaumbele na wazazi. Wazazi wakamkubali, wazazi wakampenda. Katika familia nzima mzee Yakobo alimpenda. Katika watoto wote wa Yakobo Yusufu alipendwa sana, lakini kwa sababu alikuwa ni mtoto mwaminifu wakamchukia, mpaka ikafika mahali wakataka kumuua. Walipotaka kumuua, mmoja wao ambaye alikuwa ni mkubwa, Rubeni, akawashauri ndugu zake, akawaambia hapana. Wakati mwingine busara ya mkubwa bana ina maana. Rubeni ambaye ndo alikuwa mkubwa akawashauri ndugu zake, akawaambia hapana, kuliko tumuue. Mnaona wale wafanyabiashara, si mmewaona wale, bora tumuuze. Wakamuuza, wakachukua hela wakaweka mfukoni. Baada ya kuwa wamemuuza na wakawa wameshachukua pesa, wakaondoka nazo, wakaondoka zao na hela. Lakini baada ya hapo zile nguo wakazichukua, nguo zake wakazichukua, wakachinja mnyama, wakazipakaza damu, wakamwambia baba yao, tumemkuta Yusufu wakati amekuja. Maana Yusufu alikuwa ndio mdogo, alafu baba yake ndo alimwamini kuliko watoto wengine wote. Kwa wale wengine wakubwa zake walikuwa wanaenda kuchunga, alafu anaenda anamwambia baba yao, anamwambia Yusufu, nenda kawaangalie kaka zako kule, wasija akawa wana haribu mifugo yangu. Bwana usaidie sana. Amen. Yesu usaidie. Amina. Maana Yakobo alikuwa na mifugo mingi, alikuwa na ng'ombe wengi, alikuwa na kondoo wengi, alikuwa ni tajiri kwa ujumla kwenye upande wa mifugo. Kwa hiyo sasa wao walichokuwa wanakifanya, wanachinja hata mbuzi, wanachinja hata ng'ombe, maana unajua Yakobo hawezi kujua.
Hata wakichinja mzee hawezi kujua. Kwa wao wanachinja huko, wanakula. Wale wanaochunganga huko kuna ambao walipataka bahati fursa ya kuchunga wanyama wengi, wanaweza wakaelewa hayo mambo. Huko machungani inachinjwa, inachomwa, wanakula, alafu akirudi haka wastaarabu, watakatifu. Watakatifu kama Yesu. Haleluya. Sasa Yusufu akiwakuta wamechinja, wakawa wanachoma, alichokuwa anakifanya ni anarudi kwa baba. Anamwambia baba, unaona watoto wako wamechinja nini, wamechoma, wamekula. Mzee anawachapa, anawaadhibu. Sasa wakawa wanamchukia. Kwa sababu gani? Ni mwaminifu. Hata akiwepo akimwambia tuchinje, yeye anakataa. Na wakilazimisha kwa sababu ni wakubwa, yeye anaondoka, anaenda kule, anawasemea. Bwana tusaidie sana. Mimi nakumbuka zamani wakati tukiwa wadogo, kuna kipindi wakubwa zetu, wale wakubwa anakushauri tudokoe mboga. Si mko hapo mboga ameitamani, tudokoe. Sasa mimi nilikuwa sikatai. Mimi nilikuwa nadokoa na mimi. Tunakubaliana, sawa, tudokoe. Alafu baada ya kudokoa, kinachofuatia, akija tu mama, yaani akifika, tena mimi nilikuwa nakaa kwa bibi. Bibi akija tu, akifika. Yaani story ya kwanza. Sasa wakati huo usiseme nilidokoa. Bibi nilizoea kumuita mama, sababu mimi nimeanza kukaa na bibi nikiwa mdogo. Akifika tu bibi naambia mama, mama, yaani nani, umemwona nani alidokoa mboga? Nasema alidokoa mboga. Kumbe tumedokoa wote. Ila yeye kwa sababu ameniambia tudokoe, na mimi nikakubali, sikukataa. Tukala, lakini baada ya kula nakuja nasema. Wakati mwingine kuna mchele huko ndani, wanasema tupike wali. Haya. Tunapambana, mapishi yanafanyika pale, tunakula. Tukishakula, bibi akija tu, naambia unaona, nani alichukua mchele Haleluya. Hivi ndio nilikuwa kama Yusufu jamani. Lakini Yusufu alikuwa ni afadhali. Yeye alikuwa anakataa. Walipomshauri au kumshawishi wafanye jambo ambalo alikuwa sawa, yeye alikuwa anakataa. Kwa hiyo Yusufu hawezi kujilinganisha, siwezi kumjilinganisha na Yusufu. Maana Yusufu alikuwa hakubali. Alikuwa anakataa, na wakilazimisha anaenda kusema. Mimi nilikuwa nakubali. Ila nikishakubali wananiambia usiseme. Mimi sisemi. Akipiga tu tayari nimefikisha. Ujumbe umeenda. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Lakini baada ya kumuuza, wao lengo lao ilikuwa ni wamuondoe, ili waondoe umbea. Haleluya. Wakiamini kwamba wanaondoa umbea, kwamba yule ni mbea, kumbe lengo la yule ilikuwa ni kuwasaidia ili waishi katika hali ya uaminifu, ili hata wazazi wao au baba yao aweze kuwaamini na wao. Amen. Lakini badala yake walichokifanya, wakamuona Yusufu mbea. Kama yule kwenye filamu ile, simtaji. Kwenye filamu ile akasema, yaani kwa nini kwa mbea? Mbea. Hiyo filamu kama ukumbuke utajua mwenyewe. Lakini mimi naikumbuka. Bwana hapwezi sana. Yesu asifiwe. Mbea. Kwa hiyo Yusufu akaona mbea. Wakamuuza. Wakadhani wameondoa umbea na wamemkomoa. Kumbe ashukuriwe Mungu. Yule Yusufu alikuwa ni mwaminifu nyumbani kwao. Alipoenda kwa Potifa, akaenda yule mfanyabiashara akaenda kumuuza kwa mtu aliyeitwa Potifa. Alipofika pale akawa mwaminifu vile vile, na kupitia uaminifu wake akaaminika na Potifa. Tena Potifa akamweka kuwa msimamizi juu ya mambo yote ya nyumbani kwake. Haikuishia hapo, akaondoka. Potifa, mke wa Potifa, akaanza kumtamani Yusufu. Yusufu akasema, hapana, siwezi kumtenda Mungu wangu dhambi kubwa namna hii kwa kulala na mke wa bwana wangu. Akakataa, mpaka Potifa, mke wa Potifa, akataka kumlazimishia. Kwa lugha ya sasa tunaita kubaka.